Luke chapter 1 verse 80, that the child grew and became strong in spirit, ya kwamba huyu mtoto alikuwa kimwili na pia katika roho yake akawa na nguvu. Na Biblia inasema kwamba and was in the desert, alikuwa katika jangwa. Na kwa wale ambao mlikuwa katika ibada ambao ilikuwa ile Jumapili ile iliyopita, tuliongea kuhusu the wilderness season, majira ya kuwa kwenye jangwa, ambayo waamini Mungu huwapitisha kwa majira hayo. Kwa hivyo wale ambao hawakuwa, mta follow up katika Facebook, hiyo ujumbe uko pale, ya kwamba kuna majira yanayoitwa kuwa jangwani. Sasa mtoto huyu amekuwa kimwili, amekuwa strong in the spirit, but the Bible says that he was in the desert. Na watu wengi wamekuwa katika majira ambao ni ya ujangwa. Nilikuambia how you can describe a wilderness. Ni mahali pa isolation, ni mahali pa upweke, ni mahali ambapo sometimes you get confused. Ujui right ni wapi, left ni wapi. Ni mahali hakuna chakula, ni mahali hakuna maji, ni mahali ambapo hata watu hawakai. That is a desert. Nilitaka uelewe kuhusu hiyo. Na Biblia inasema kwamba till the day of his manifestation, ya kwamba ndio alikuwa kwenye jangwa, lakini kuna siku iliyofika ambayo yeye Yohana Mbatizaji alidhihirishwa kwa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo after you come out of your wilderness experience, the next season is the season of your manifestation. Mara nyingi unapokuwa katika majira ya ujangwa, huwa umefichwa, huwa uonekani, huwa ni kama uko peke yako. Yohana, kile Mungu alikuwa anafanya, akiwa anakula nzige na asali, akiwa amevaa nguo na makoti yale ya ngozi, akiwa kule jangwani, hakuna mtu alielewa kile kilichokuwa kinaendelea. Lakini alipodhihirishwa, Biblia inasema ya kwamba akatokezea, akasema sauti iitayo kutoka nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. And John came to introduce Jesus. Yohana Mbatizaji alipokuja, akakuwa anamintroduce Yesu kwa huduma yake. Kwa hivyo kuna wakati ambapo Yohana alidhihirishwa kwa wana wa Israeli, wakamjua Yohana, na pia Yohana akamjulisha Kristo kwa wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukisoma pia Warumi mlango wa 8 mstari wa 19, Warumi mlango wa 8 mstari wa 19, Biblia inasema kwamba the whole creation is waiting for the manifestations of the sons of God, ya kwamba ulimwengu unangojea udhihirisho wa wana wa Mungu. Kuna mambo katika maisha yako ambayo even the creation is waiting for your manifestation. Kuna vitu ambavyo hata vitu vilivyokuzunguka, either ni watu, either ni viumbe, kuna vitu fulani lazima vidhihirishwe ndani yako, lazima vionekane. Kuna vitu ambavyo vinangojea kuona kile cha Mungu ndani yako, kile ambacho Mungu amekupatia kukibeba. Kuna the solution, kuna tunasema solution, majibu ambayo umebeba, ambayo mazingira yako yanangojea. Bwana Yesu asifiwe. Wakati utaanza kudhihirishwa, kuna majibu utakayoachilia katika maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe. And then tukisoma kitabu cha Marko mlango wa kwanza mstari wa 28. Acha tusome pale Marko. Acha tusome Marko. Marko 1 na mstari wa 28 inaongea kuhusu Yesu. Biblia inasema habari zake zikaenea mara kote katika nchi yote zote kando kando ya Galilaya. Hasa napenda English translation, inasema and immediately his fame spread abroad throughout all the region about Galilee. Huyu Yesu kuna maeneo
bado hajafika. Kuna maeneo bado hajaenda kuhubiri. Kuna maeneo ambayo bado hajafanya miujiza. Lakini kwa sababu yalikuwa ni majira yake ya kuonekana, ni majira yake ya kufunuliwa, ni majira yake ya kuweza kuonekana kile alichobeba, Biblia inasema ya kwamba sifa zake zikaenea kote kote. Sifa zake zikaenea mahali ambapo hajafika, tayari watu wakaanza kumjua Yesu. Majira yako yakifika, kuna maeneo utakuwa haujafika, lakini tayari habari zako zitakuwa zimetangulia, maana Mungu tayari atakuwa amekutangaza mbele za watu. Ukifika wanasema okay, wewe ndio fulani, tumekuwa tukikusikia, tumekuwa tukisikia habari zako, kumbe ndio wewe. Majira yako yakifika, Mungu hutangulia kukutangaza mbele ya watu, kukutangaza mbele ya miji. Sasa Biblia inasema ya kwamba Yesu akatangazika na maeneo yote akajulikana. Sasa kile kingine ambacho nataka kusema, maana sitarejelea yale mambo ambayo nilihubiri, utafuatilizia ujumbe. Nataka nikuonyeshe ishara zinazoonyesha kwamba unaingia katika majira yako ya kufunuliwa. Ishara ambazo zinaonyesha ya kwamba unaingia katika majira haya ya kufunuliwa ama ya kudhihirishwa, ama majira ambayo Mungu anakutangaza. Ishara ambazo zitakusaidia kuelewa kwamba haya ndio majira ambayo niko. Number 1, unusual favor. Unusual favor, kibali ambacho si cha kawaida. Ukisoma kitabu cha Zaburi 102 mstari wa 13, kitabu cha Zaburi 102 mstari wa 13, Psalms 102 verse 13. Napenda hii Kiingereza, inasema thou shall arise and have mercy upon Zion, for the time to favor her, yea, the set time is come. Kiswahili inasema wewe mwenyewe utasimama na kurehemu Sayuni, kwa maana ndio wakati wake wa kuhurumiwa. Naam, majira yaliyoamriwa yamewadia. Kuna majira ambayo Mungu huamuru kwa maisha ya mwanadamu. Nikakwambia katika kesha ya kwamba God has created and designed seasons. Mungu ameandaa majira kwa ajili ya wanadamu, na maisha yetu hufunuliwa kupitia majira. Na kingine kuhusu majira, season keep changing. Majira hubadilika. Maisha yako umepitia majira mengi tu ndiposa umefika pale ulipo. Sasa anasema ya kwamba yeye mwenyewe atainuka na atarehemu Sayuni, maana majira yake ya kupewa kibali ni yamefika. The time to favor her. Kumbe kuna majira ambayo Mungu huachilia kibali. Wakati majira yako ya kufunuliwa yamefika, wakati majira yako ya kuonekana yamefika, Mungu atakupa kibali mbele za watu. Utaanza kushangaa watu wanakukubali, unapendelewa na watu. Unapoenda maeneo, watu tu wanakukubali, ingawaje mbeleni walikukataa, mbeleni hawakukukubali, lakini ghafla unaanza kuona watu wanaanza kukupenda. Unaanza kuona, unaanza kupewa favors, unaanza kupewa vitu ufanye ambavyo ulikuwa ufanyi. Sikiza, ni majira yako ya kufunuliwa, na katika majira haya ya manifestation, God releases unusual favor. Anaachilia kibali ambacho si cha kawaida, kibali ambacho huwezi kuelezea inakuaje kuaje. Why this? Inakuaje kwamba watu wamebadilisha mtazamo wao? Wakati wana wa Israeli ilikuwa imefika wao kutoka Misri, wale ambao walikuwa masters wao
waliowatesa kwa miaka mengi, kwa nguvu za Mungu, usiku mmoja Mungu aliwapatia kibali kisichokuwa cha kawaida. Walikuwa watumwa siku hiyo, walikuwa matajiri, wakatoka Misri na pesa na fedha na dhahabu. Kwa nini? Maana yalikuwa ni majira yao ya kufunuliwa, na Mungu aliachilia kibali ambacho hakikuwa cha kawaida. Wale wa Misri hawakuelewa ni sababu gani wanawapatia dhahabu. Wanachouliza wanapewa, hawanyimwi. Sikiza, mtu aliyewachukia, mtu aliyewatesa, lakini kwa usiku mmoja kibao kikabadilishwa. Mungu akafanya wapendelewe. Wakati wa majira yako ya kudhihirishwa ama kufunuliwa, God releases unusual favor. Mungu ataachilia kibali ambacho hakikuwepo tena. Utaanza kushangaa watu wanakupendelea. Vitu ambavyo ulikuwa huwezi kupata, utaanza kupata. Mahali ambapo ulikuwa ukubaliwi, utaanza kukubaliwa. Mahali ambapo ulikuwa upokelewi, utaanza kupokelewa. Sema amen, napokea hiyo. Sikiza, mambo mengine tunayosema hapa ni prophetic words. Unayachukua na kuamini na kusema amen. Sikiza, these are prophetic words, maana maneno yana nguvu. Katika jina la Yesu natangaza Mungu achilie kibali kwa maisha yako, katika maeneo yote, kwa familia yako, kwa ndoa yako, kwa biashara yako, kwa huduma yako. Mungu akupe kibali ambacho si cha kawaida, ukubalike, upokelewe kila mahali. Sema amen. Sikiza, namba 2, tunapokuwa katika hayo majira, ni kitu gani ambacho kinaonekana, ambacho kinatuelezea kwamba ni majira yetu ya kufunuliwa? Answered prayers. Tunaanza kuona cha pili, maombi yanajibiwa. Vitu ambavyo tulikuwa tumeomba muda mrefu, ambavyo vilikuwa havina majibu, ni kana kwamba Mungu alikuwa amenyamaza. Ghafla tunaanza kuona maombi yanaanza kujibiwa. Ghafla tunaanza kuona Mungu akijibu maombi. Kwa sababu gani? Ni majira yako ya kufunuliwa. Ninatangaza mwaka huu katika jina la Yesu, maombi yoyote ambayo umekuwa ukiomba, kilio chochote ambacho umekuwa ukimwomba kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya huduma yako, Mungu akaanze kuachilia majibu. Mungu akaachilia majibu kwa ajili yako, maana ni majira yako ya kufunuliwa, ni majira yako ya kuonekana, ni majira yako Mungu atakutangaza. Pokea majibu yako kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Nasema sema amen. Sema napokea majibu yangu. Sema ukimaanisha. Sema napokea majibu yangu. Sema napokea majibu ya maombi yangu. Sema napokea majibu ya maombi yangu katika jina la Yesu. Leo natangaza maombi yoyote ambayo amekuwa delayed, chochote ambacho adui alikuwa amezuia, kwa yale ambayo umekuwa ukimlilia Bwana na ukimuulizia, ninaomba mwaka huu na majira haya unapofumuliwa, Bwana achilie majibu. Nasema 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 Bwana achilie majibu. Sema amen kwa jina la Yesu. Patie Yesu makofi. Ya tatu, ni nini ambacho kinaonyesha ya kwamba tuko majira ambayo ni ya kufunuliwa, ya kupokea kile ambacho Mungu ameachilia? Sikiza, nilikuelezea katika majira, the season of manifestation according to definition ni period ambayo Mungu hutimiza ahadi zake, unabii uliopokea na baraka katika maisha ya mtu. Ni wakati ambapo Mungu hutimiza yale alikuwa amekuahidi. Mipango yake Mungu kwa maisha yako, Mungu hutimiza katika majira yako ya kufunuliwa. Katika majira haya Mungu atatimiza zile baraka alizokuambia, ahadi ambazo umezingojea kwa muda mrefu. Mungu akutimizie mwaka wa 2026. Kila unabii ambao umepewa, ambao ulikuwa umechelewa, Mungu akutimizie 2026. Every prophecy you have received, may the Lord fulfill every prophecy in your life. Kila unabii ambao uliopewa kwa ajili ya familia yako, Mungu atimize 2026.
kila unabii uliopewa kwa ajili ya huduma wako, Mungu akufanyie hivyo 2026. Mungu atimize kila ahadi, kila baraka ambao ulikuwa umewekewa ukaipokea 2026. Mpatie Yesu makofi. Cha tatu, sasa hiyo unusual, answered prayers unaweza kuandika, utasoma Danieli 10 mlango wa 12 mstari pia 10 mpaka 13. Wakati Danieli ameanza kuomba, na Biblia inasema immediately majibu yakaachiliwa. Adui akajaribu kupambana, lakini bado Danieli alipokea. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni majira ya maombi yako yajibiwe. Number 3, what happens in your season of manifestation? Supernatural breakthrough. Mungu huachilia upenyo usiokuwa ya kawaida. Tukiongea about breakthrough, it means kuna vitu ambavyo vimekuwa vikizuia, lakini majira haya yakifika, wewe kufunuliwa na Mungu kuonyesha utukufu wake ndani ya maisha yako. Nikawaambia usiku wa kuvuka mwaka, Isaiah 60 mstari wa kwanza inasema, arise and shine for your light has come. Inuka uangaze, maana nuru yako imekuja. Sikiza, kuna nuru ya Bwana inakuzukia katika majira yako ya kuonekana, kwa sababu huwezi kuona chochote without the light. Without the light nothing can be revealed. Kumaanisha hivi, katika majira yako ya kufunuliwa kuna nuru ambayo Mungu anaachilia, ya kwamba watu wataanza kuona kile ambacho Mungu amefanya. May the light of God shine over your life. Natangaza, may the light of God shine over your life. May the light of God shine over your family. Nuru ya Bwana ikaangazie familia yako. Nuru ya Bwana ikaangazie biashara yako. Nuru ya Bwana ikaangazie huduma yako. When the light is there, things will begin to be visible. Sikiza, kukiwa na nuru, vitu vitaanza kuonekana. Kwa hivyo anasema inuka uangaze, nuru yako imekuja. Mstari wa 2 na wa 3 inanifurahisha. Anasema na mataifa yatakuja kufuata nuru yako. Kumbe kuna watu ambao wanangojea uanze kuangaza. Kumbe kuna watu wanangojea nuru yako ianze kuangaza ndio waje. Ninatabiri kwa madhabahu hii 2026, as you rise and as you begin to shine, Mungu akuletee mataifa waanze kuona nuru yako, waanze kuona kile Mungu amefanya, waanze kuona your capability, waanze kuona huduma ulionayo, wakaanze kuona. Wacha watu waanze kuona na waje kwa nuru yako. Patie Yesu makofi. Si unakumbuka hiyo verse niliwasomea? Hiyo Isaiah. Naisikia niisome kidogo tena. Usikia Isaiah anasemaje? Mstari wa kwanza. Anasema ondokeni mwangaze, kuwa nuru yenu imekuja na utukufu wa Bwana umekuzuikia. Mstari wa 2 anasema, maana tazama giza litafunika dunia, na giza kuu litafunika kabila za watu, lakini Bwana atakuzukia wewe. Wakati wengine watakuwa wanafunikwa na giza, majira yako ya kuonekana, giza halitakufunika. Biblia inasema Bwana atakuzukia na utukufu wake. Wakati giza limefunika watu, anasema giza kuu litafunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Utukufu wa Bwana utaonekana juu yako. Nataka kusema hivi, napoongea majira ya wewe kuonekana, sikiza, kitakachoonekana ni kile cha Mungu ambacho amekuwa akifanya ndani yako. Kitakachoonekana ni nguvu za Mungu ndani yako. Kitakachoonekana ni uwepo wa Mungu ndani yako. Kitakachoonekana ni utukufu wa Bwana ndani yako. Anasema utukufu wake utaonekana ndani yako.
Sikiza, kuna jua, kuna mwezi. Sijui kama unajua mwezi hauna mwangaza wake. Mnajua mwezi hauna mwangaza wake? Kwa wale wamesoma science, mwezi unategemea jua. Haleluya! Unaona mwezi ukiangaza, lakini chanzo cha mwangaza wake ni jua. Natangaza hivi, unapoanza kuangaza utukufu, huo utukufu chanzo chake ni Jehova. Huo utukufu chanzo chake ni Mungu. Si nguvu yako, si akili yako, si ushapu wako, ni neema ya Bwana, ni nguvu ya Bwana na rehema zake, ya kwamba unaanza kuangaza. Watu ambao ungedhania wanaweza kuinuka 2026 waangalie, utaanza kuona wanainuka. Watu uliodhani hawaendi mahali, ngojea 2026 wakifunuliwa, utaanza kusema kweli kuna mahali wanaenda, kweli kuna mahali wanaenda. Waliosema hautatoboa watashangaa unatoboa, maana breakthrough inaachiliwa. Tunapoongea kuhusu breakthrough, it means there are obstacle, there are barriers. Breakthrough, sema upeni, Kiswahili haitoi vizuri. Breakthrough, ayaya, kumaanisha kuna wall inayokuzuia, lakini ukibreak alafu una through. Ayayaya, katika majira yako ya kudhihirishwa, kama kulikuwa kuna vizuizi vilizokuwa vimeinuka kinyume na wewe, kama kuna kuta ambazo adui alikuwa ameinua, mizimu ya kabila lenu ilikuwa imeinuka inasema uendi mahali, wakati wako wa kufunuliwa vizuizi vinavunjika. Nasema vizuizi vinavunjika, nasema kuta zinaanguka, maana Mungu anaachilia breakthrough. Sema breakthrough, sema breakthrough. Nasema hivi, natangaza chochote ambacho kimesimama mbele yako kinaporomoka kwa jina la Yesu. Kwa kupitia neno hili, chochote kilikuwa kimekuzuia, any kind of limitation, let it break now, let it break now. Oh, sikiza, kama kuna nyororo iliyokuwa imekushikilia wakati wako wa kufunuliwa, the chains will break. Silas, Paulo walikuwa kwenye gereza, walikuwa wamefungwa na chain, wanakila, lakini usiku wa manane wakaanza kumwimbia Bwana, wakaanza kumsifu. Wakati wa giza nuru ikaingia. Biblia inasema zile foundation, misingi zikatikiswa ghafla, zile chains zikakatika, milango ikakatika yenyewe, ikawa wazi. Katika majira yako ya kufunuliwa, vilivyokuwa vinakuzuia Mungu anaviondoa. Mungu vinaviondoa. Niliwaambia hivi ile siku, when God announces you, no one can denounce you. Mungu akikutangaza mama, hakuna atakaye katayo matangazo. Sikiza, Mungu akitangaza ni mbingu imetangaza. Sikiza, Mungu hatauliza watu kama akutangaze ama asikutangaze. Majira yakifika, wapende wasipende, utatangazwa. Wapende wasipende, utaonekana. Wapende wasipendwe, people will not ignore you. Mara nyingi wamekuignore, lakini this year they will recognize you. Nasema watakutambua. Waliokuwa na kudharau mwaka huu watatambua umuhimu wako. Inawezekana wewe ni mfupi, una kamwili kadogo, lakini when this time for you to manifest, utatambuliwa. Patie Yesu makofi. Yalipokuwa majira ya Daudi kutambulika, my God, sikiza, Goliathi alikuwa ni dude kubwa, lakini my God, Daudi kuna kitu kilikuwa kimefanyika. Akija kutokelezea kuletea ndugu zake chakula, alikuwa ametoka katika jangwa, na wakamuona tu, huyu ni umbea unamsumbua. Maana wakati ndugu zake wako nyumbani wanakula mambo mazuri mazuri, madonati na vitu vizuri vizuri, Daudi yuko kwenye jangwa anapambana na wa mifugo, ako peke yake. Harudi jioni, alikuwa analala kule, lakini kuna kitu Mungu alikuwa anafanya in private.
Mara nyingi Mungu when he is working for us in private, we might not understand. Sasa akitokelezea pale, wanamuona ni kale kijana tu kakuchunga kondoo, lakini akawaambia sikizeni, nyinyi hamjui Bwana, nilikuwa kule, simba akatokezea nikamrarua, dubu akatokezea nikammaliza. Yule Bwana aliyenipigania nikiwa kwenye jangwa ndio huyu atakayenipigania niangushe huyu Mfilisti ambaye hajatairiwa. In other words, alikuwa na experience ambayo Mungu alikuwa amemfanyia when he was in private. Usituangalie wengine hawa, sisi unapotuona, we are the product of what God did for us in private. Sikiza, behind every glory there's a story. Kuna mahali Mungu ametupitisha, kuna vitu ambavyo Mungu ametupitisha, kuna wanyama ambao Mungu ametusaidia kurarua, lakini muda umefika sasa, ni lazima uonekane, ni lazima Daudi ajulikane, ni lazima Daudi ajulikane, maana he was the next king. Hallelujah. Nasema haleluya, nasema haleluya. Najua watu wengi hawajui kile Mungu amekuwa akifanya. Lakini mpendwa, muda si muda. Sikiza, yale alikuwa anafanya sirini, kuna muda Mungu anafika naanza kutangaza, huyu ni mwana wangu, huyu ni mtumishi wangu, huyu nimemchagua, huyu msikizeni, huyu msikizeni, mapepo msikizeni huyu, maana kuna kitu nimefanya ndani ya moyo wake. Daudi kamtu kadogo, wakati Samueli ametumwa akampake mafuta, ameangalia watu wenye vifua, watu ambao ni handsome, watu ambao ni warefu, akitaka anaambiwa hapana, sio huyu. Mwisho akauliza baba yake, je, kuna watoto wengine? Kama kuna kale kingine kadogo. Sema kale kadogo. Sema kale kadogo. Hata ajui English vizuri, anajua tu yes no, yes no. Maana wengine wanaenda shuleni, yeye yuko machungani. Sikiza, Mungu akiamua kukuinua, hakuinui kwa sababu ya elimu. Elimu ni nzuri, but when your time comes, my God, anafunga vinyo vya wale ambao wanaona wamesoma. Yes. Yes. Sikiza, akaambiwa kuna mmoja anachunga. Samueli akasema aende aitwe. Hatukai. Sema hatukai. Sema hatukai mpaka huyo haje. Mwaka huu kuna watu ambao Mungu ataruhusu wakae paka utokeleze. Paka utokeleze, paka utokeleze, ili umwagiwe mafuta uwe anointed. Anasema hatukai mpaka aje. Sikiza, kuna vitu vitasimamishwa, kuna protocol, kuna principles zitazuiwa ili wewe upate kupenya. Kuna mambo na sheria zitakazovunjwa ili wewe uonekane, ili wewe upokelewe, ili wewe uchukuliwe, ili wewe upewe kazi. Kuna vitu Mungu anaweza kuvunja. Sijui kama unaelewa. Sometimes God breaks protocol. Anavunja protocol kwa ajili yako. May God break protocols. Nasema Mungu avunje hata sheria. Avunje sheria. Nimeombea watu ambao wamepewa kazi hata bila vyeti. Kazi nzuri, unapewa umanager na hauna documents, hujasomea hicho. Huyo ndio Mungu naye sema majira yako yakifika, hata walio na certificate watashangaa, because God qualifies the unqualified. He breaks protocol. Anavunja. Nikasikia ushuhuda wa mmoja ambaye niliona hii wiki, ambaye tuliomba na yeye, Mungu amsaidia amfungulie kazi. Amepewa kazi kubwa, kazi nzuri katika shirika, na amepewa kazi ya juu. Hivi sasa ni mtu ambaye anasafiri akipanda ndege, na si hiyo nchi, anaenda paka nchi za nje. Na alipokuja nikamtabiria, nikamwambia na kuona ukisafiri in 3 more nations ya kikazi. Umeenda moja, but kuna nchi 3
unaenda kutembea kwa sababu ya kikazi, maana ni majira yako ya kuonekana na kufunuliwa kile Mungu alichoweka. When your time comes, nobody can stop it. Nasema majira yako yakifika, hakuna mchawi atakayezuia. Nasema hakuna mchawi atakayezuia. Sikiza, hata kama atatembea na kichwa, hata kama sijui atafanya nini, nataka nikuambie Bwana akiwa upande wako, wewe ni mshindi. Nasema wewe ni mshindi, wachawi hawatuzuii. Ati muda umefika wa Mungu kukuinua, mchawi hakuzuii. Natangaza mwaka huu, inua mikono, niruhusu nifanye hilo tangazo. Nasikia Roho ananiambia natangaza mwaka huu katika jina la Yesu, mchawi yeyote atakaye jaribu kusimama kinyume na wewe, kinyume na huduma yako, kinyume na biashara yako, kinyume na watoto wako, kinyume na jamii yako, mchawi yoyote aliyetumwa ama kujituma atakaye simama kinyume na wewe, atakapopambana na wewe, natangaza hukumu ya Bwana juu yake. Natangaza hukumu ya Bwana juu yake. Natangaza hukumu ya Bwana juu yake kwa jina la Yesu. Sema amen. Wacha kuogopa wachawi. Si nilikwambia kuna ule mwingine walikuja wakaeka kwa compound ya mtu, ati kuku hana kichwa, alafu miguu amekata, alafu sijui amemzika hivi. Ati usiwe na miguu ya kutembea, watashangaa utatembea. Wacha waje wafanye vituko kwa compound yako. Wewe si rika lao. Nasema wewe si rika lao. You are not my level. Hebu fanya hivi mikono. Fanya, yani usifanyie mtu. Angalau fanya hivi, yani si wewe, yule adui. Mwambie wewe si rika langu. Mwambie wewe si rika langu. You are not my level. Mimi niko juu. Sikiza, wewe uko master. Unakumbuka nikuhubiria hapa, Daniel was the master of sorcerers and astrologers. Katika nchi ya Babylon, alipotafsiri ndoto, Biblia inasema he was made to be a master. Nasema wewe ndio master. Nasema mwaka huu utakuwa master. Nasema utakuwa master kwenye biashara yako. Utakuwa master kwenye career yako. Utakuwa master kwenye huduma yako. Sikiza, wewe ndio utakuwa juu. Wewe ndio utaamua. Patie Yesu makofi. These are prophetic declaration. Amen. Na kupitia haya testimony is coming. Geukia mtu mwambie ushuhuda unakuja. Samueli hakukaa mpaka Daudi akafika, akamwagiwa mafuta. Amen. Amen. Nasema amen. Nasema amen. Ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza mlango wa 16, Samueli wa kwanza mlango wa 16 mstari wa 17 na 18. Sikiza, mnakumbuka Sauli amemwasi Mungu. Sasa kuna mapepo yanamsumbua, na wakamwambia suluhisho, wewe unahitaji mtu akupigie kinanda. Angalia majira ya Daudi kufunuliwa. Sikiza, basi Sauli akamwambia, mstari wa 16 akasema, basi bwana wetu, wanamshauri ufalme, na tuamuru sisi watumishi wako waliopo hapa mbele yako watafute mtu stadi. Sema stadi. Mtu stadi wa kupiga kinubi. Basi itakuwa roho ile mbaya kutoka kwa Mungu itakapokufikiria, yeye atapiga kinubi kwa mkono wake, nawe utapona. Wanamwambia hii shida ulionayo, hii pepo inayokusumbua, unahitaji mtu atakayepiga kinubi. Tupatie huo muda tukutafutie. Sikiza, kumbe Mungu ana create an opportunity.
I don't know, sijui kuna vitu vinainuka, kumbe vinatafuta opportunity. Sikiza, mimi nimeanza kuona problems as opportunities. Shida ni opportunities. Ngeukie mwenzako mwambie matatizo ni nafasi. Sikiza, kukiwa kuna matatizo ya njaa, suluhisho ni chakula kipikwe nyumbani ama hotelini. So, from today, see every challenge as an opportunity. Ngeukie mwenzako mwambie changamoto yako ni nafasi. Sasa mfalme ameanza kupagawa na pepo. Kumbe kwa upande mwingine ni nafasi. Mungu anatengeneza ili Daudi atokeleze. Sikiza mstari wa 17. Biblia inasema, basi Sauli akamwambia, vyema, nitafutieni mtu aliye stadi wa kupiga kinubi mkaniletee. Mstari wa 18, ndipo akajibu mmoja wa watumishi wake akasema, katika wale watu kuna mmoja Mungu alihakikisha yuko pale anayemjua Daudi. Sikiza, God will raise people in your season of manifestation. Katika majira yako ya kujulikana na kutangazwa, Mungu atainua watu wakubaliane na kile Mungu alichosema, kile Mungu alichotangaza na kile Mungu anachofanya maishani mwako. Mungu atawainua wakubaliane na hicho Mungu alichosema. Biblia inasema, ndipo akajibu mmoja wa watumishi wake akasema, tazama, nimemwona mwana mmoja wa Yese Bethlehem aliye stadi kupiga kinubi. Sikiza, si anapiga tu, ako stadi, very skillful. Tena ni mtu shujaa, hodari wa vita, anenaye kwa busara. Hata kuongea kwake anaongea na hekima. Sikiza sifa za mtu ambaye Mungu amekuwa akimwandaa katika jangwa. Anaongea pia kimpango, haongei kila wakati, anapima anachosema. Anasema mtu mzuri. Sifa, sikiza sifa, anasema mtu mzuri ambaye Bwana yu pamoja na. Yani imefikia mahali hata wao wanashuhudia ya kwamba God is with this man. Natangaza mwaka huu, majira yako ya wewe kufunuliwa, Mungu afanye vitu ndani ya maisha yako. Watu waanze kumtambua yule Mungu unayemtumikia, waanze kusema huyu yuko na Mungu, huyu anamjua Mungu, huyu anamwabudu Mungu wa kweli, huyu anamtumikia Mungu wa kweli. Je, watu wanajua kuhusu Mungu wako? Anasema huyu Bwana yu pamoja na yeye. Bwana asifiwe. Akasema huyu Sauli akampeleka Yese wajumbe, akasema, nipelekee Daudi mwanao aliye pamoja na kondoo. Amepakwa mafuta, amerudi kuchunga. Tofauti na sisi, upako ukija unataka kufunguliwa kanisa, unataka kuwa pasta. Tuliza boli, rudi kwa shule, rudi shuleni ufundishwe. Amerudi kuchunga, anapoitwa kuja kupiga kinubi ako kule na vikondoo. Akaenda akaitwa mwanao. Basi Daudi akamwendea Sauli akisimama mbele yake, naye akampenda sana, naye akapata kuwa mtu wa kumchukulia hata silaha zake. Kibali, sikiza, yani amefika pale mfalme amempenda mpaka anamwambia you be my armor bearer. Utanibebea silaha zangu. Kumbe Mungu anamwandaa. Amekuja pale, muda wake haujafika, lakini yuko kwa palace. Anajua choo za palace zinakaaje, kitchen kuna kaaje, sitting room inakaaje, compound. Ndio anasema hapa ndipo nitakapokuja, hapa ndipo patakapokuwa kwangu. Mungu tayari anamintroduce kwa level yake.
anakuwa introduce kwa mazingira ya ufalme. Kwa hivyo Daudi akija akiwa mfalme, si mara ya kwanza, alikuwa anajua choo iko wapi. Alikuwa anajua shamba liko wapi. Alikuwa hitaji kuoleshwa na mtu. God prepares. I say God prepares. Nasema Mungu huandaa watu, na wengi wenyu mmekuwa mkiandaliwa kwa sababu ya ufalme unaokuja, kwa sababu ya ikulu ambayo mnapelekwa. Sikiza, Mungu alichokuwa anafanya Yusufu, alikuwa anamuandaa. Yusufu anatupwa kwenye shimo, si ni kweli? Anatolewa kwenye shimo, tunazitaga the 4 P's: the pit, Potiphar, prison, palace. The 4 P's. Anaingizwa kwenye shimo, anaingizwa kwa Potiphar, anaingizwa jela, mwishowe anajikuta akiwa wapi? Gereza. Anajikuta akiwa katika palace, katika ikulu. Muda wote huu Mungu anamsongeza karibu. Tunaona gereza kama ndio mahali kuisha. Akaenda mpaka akasaulika. Alipomtabiria akamwambia, jamani, ukienda nikumbuke. Kwa miaka 2 hakukumbukwa. Kumbe, sema kumbe, Mungu akahakikisha amemweka yule mtu kwa majira. Mungu akahakikisha amemuotesha Farao. Yaani Mungu haoteshi mtu hovyo hovyo, anaotesha mtu wa maana. Mwaka huu Mungu aoteshe mtu wa maana kwa ajili yako. Imagine Mungu akaamua makusudi, sema makusudi, akamuotesha mfalme, people of significance, watu ambao wana maana. Maana kama kuna watu wangeoteshwa wengine na wengi wangeota, ingekuwa haina impact. Akaotesha Farao. Alafu Mungu katika wale Yusufu aliotolewa unabii, siku na mmoja alikufa, lakini mmoja akawa preserved. Yaani Mungu amemweka, wewe na kazi nitakupa. Wakati anasema haya, niambieni, nitafsirieni, wameshindwa, watu wanataka kuuliwa, yule jamaa akakumbuka, usiue bwana. Kuna wakati nilikuwa gerezani, kuna mtu nilimpata pale, alinitabiria ndoto, ndiposa leo niko hapa. Huyo najua atatabiri, atakuelezea yote. Kingine najifundisha kuhusu Yusufu, he was not bitter. Hata kama aliingia kwa kusingiziwa bila makosa jela, lakini aliendelea kufanya kile Mungu alichomuitia. Aliendelea kutabiria wengine, aliendelea kuwatafsiria ndoto. Sikiza, hata kama uko kwenye ndoto, kwenye hali ngumu, kwenye changamoto na mapito, don't stop what God has given you to do. Endelea kutumikia Mungu, endelea kutumikia watu. Wacha uchungu, nikiwatabiria watasaidika, nikiwaambia watanipita. Hapana, your time is coming. Maana alitabiria watu wengi kwenye jela, lakini baada ya pale alikuwa prime minister. Wacha wivu. Geukie mwenzako, mwambie endelea kutafsiria watu ndoto. Usichoke. Na imagine kama Yusufu angekataa kutafsiri ndoto, aseme unajua hapa nimekuja nimesingiziwa, hata mimi sijui, nakwambia angekufia kwenye jela. But skiza, my God, he was in prison, but his heart was not in prison. Alikuwa kwenye jela, lakini moyoni mwake, moyo hauko kwenye jela. Wakati unapoendelea kutafsiri
anasema walichukiwa wacha wakuchukie, lakini baada ya tosha atakuheshimisha machoni pa maadui zako, atakuheshimisha. Na Mungu akikuheshimisha na kuheshimisha vizuri. There is a God who lifts people. Nasema kuna Mungu anayeinua watu naona chini leo wanakaa hata wana nyumba ya kupangisha, wapatie miaka kadhaa, utakutana na wao ushangae wamejenga nyumba. Mungu amewabariki, ameondolea ming'ang'ano, ameondolea umaskini, maana ilikuwa ni majira tu, kumbe Mungu alikuwa anawaandaa. Natangazia mtu, vile ulivyoanza si vile utakavyomalizia. Nasema vile ulivyoanza sio vile unamalizia. Ayaya. It is too soon for us to conclude about your case. Nasema ni mapema kuconclude kuhusu maisha yako. Bado Mungu anafanya njia, bado Mungu anakutengeneza. Anasema najua Bwana anatengeneza njia. Oh, najua Bwana anatengeneza njia. Oh, anatengeneza njia kwa. Inua mikono yako katika jina la Yesu. Yesu ninakutumikia, Yesu uliyeniita, natangaza kwa jina la Yesu kwa ajili ya watu hawa. Fanya njia mahali hapana njia, fanya njia katika ndoa zao, fanya njia katika biashara, katika huduma, katika maisha. May you make a way for them this year 2026. Make a way for them, make a way for them, make a way for them, make a way for them in the mighty name of Jesus. Patia Yesu makofi. Oh, God is making a way for you. Amen. Anafanya njia kwa ajili yako. Number 4, ishara ya kwamba unaingia katika majira ya udhihirisho. Increased opposition. Sasa hii watu hatupendi, lakini nikwambie ukweli. Wakati unaingia majira yako ya kuonekana na kujulikana na kutangazwa, utaona opposition. Uadui unainuka kinyume na wewe, vitu vinajaribu kukupinga. Wakorintho wa kwanza mstari wa 16 mstari wa 9. 1 Corinthians chapter 16 and verse 9. Wakorintho wa kwanza mlango wa 16 mstari wa 9, kwa sababu ya wakati nitasema. Anasema mbele yangu kuna mlango, a great and effectual door has been opened. Mlango mkubwa umefunguliwa kwa ajili yangu, lakini maadui ni wengi. Ayayayaya. Majira yako ya kudhihirishwa, elewa pia kuna maadui watakaosimama kinyume na wao la wewe. Lakini nataka nikuambie hivi, usikuwe distracted na maadui. Hawatazuia kile Mungu anachofanya, watakuwa mashuhuda, watashuhudia kile Bwana anachofanya. Maadui hawatakupinga, maadui hawatazuia kile Mungu anachofanya. So usishangae when you see opposition. It's your season to manifest.
Si Biblia imesema giza litafunika mataifa na watu, lakini wewe nuru itaangaza. Darkness itakuwepo, but light will be stronger than the darkness. Nasema hivi, giza litakuwepo, lakini nuru itakuwa ni zaidi ya mwangaza. Hikiza, you know, if it were not for this light, hii nuru unaona saizi, tungekuwa gizani. Nuru ikiangaza, darkness has to give way. Natangaza katika maisha yako 2026, any darkness in any area of your life, giza lolote katika moyo wako, maisha yako, I speak, let there be light. Let there be light. Let there be light. Hilo giza likuachie, nuru iangaze ili ukamwone Bwana. Mpatie Yesu makofi. Sikiza. Number 5. Ishara ya kwamba unaingia majira ya wewe kudhihirishwa, kufunuliwa. Your desires and priority begins to change. Utaanza kuona matamanio yako, vitu ambavyo ulikuwa unaweka kipaumbele vinaanza kubadilika. Mikutano ambayo kwako ilikuwa ni muhimu, baadaye unaanza kuona si muhimu tena, unaanza kujiondoa polepole. Kuna marafiki ulikuwa nao, unashindwa saizi, huna story na wao. Unataka kukaa tu na kutafakari wema wa Bwana. Elewa, ni majira yamefika, and God is separating you from people. Unakuta ndani yako ibada inainuka. Ilikuwa wewe si mtu wa kupenda ibada, lakini unaanza kupenda ibada. Ulikuwa wewe si mtu wa kupenda kuimba sifa, unajikuta kila wakati unataka kumsifu Bwana. Unakuta unaosha sufuria unamsifu Bwana, unakuta unatembea unaelekea sokoni unakuta unamsifu Bwana. Ni majira yako ya kuangaziwa. Priority. Your desire change. Neno la Mungu linaanza kuwa live. Unaanza kutaka kusikia Mungu zaidi ya watu. Elewa, ni majira yako ya wewe kudhihirishwa. God puts in you hunger for him. Unakuwa na kiu na njaa ya Mungu. Ndio umekuja kanisani, lakini unatoka unasema, Bwana bado nataka kukuona. Bwana bado sijatosheka. Bwana nisaidie. Bwana nitie nguvu. And hunger that you can't explain. Unataka kumtafuta Bwana, ndio unaomba, lakini unasema bado sijaomba. Sijui ni kwa nini nasikia kusukumwa kuomba. Ulikuwa umkia usiku kuomba, lakini nowadays sijui. Ikifika saa 8, saa 9 usingizi unakatika. Najikuta tu mimi naomba. Ni majira yako. You are entering into a new season. God is preparing you for a next level. Wewe uelewi. Sijui nini kinanikosesha usingizi. Mungu anakusukuma. He's aligning you to his will. He's aligning you. Anakuunganisha na kukunyorosha na kukuunganisha na mpango wake na agenda yake. Ni majira. Ninakutangaza. Ninakuinua mbele za watu. Tuko namba ngapi? 6. Number 7. Tuko namba? Okay, sawa. Number 6. Mungu, hii point sasa, Mungu ataleta kitu kinachoitwa separation. Mungu huleta utenganisho. Atakutenganisha na watu. Atakutengeneza na vitu, atakutenganisha na mahali. Kuna wakati Mungu he strips away things that you depended. Vitu ambavyo ukilikuwa ukitegemea, Mungu anaviondoa. Watu ambao ulikuwa unawategemea, anawaondoa. Sources za income ulikuwa unategemea,
Mungu anaondoa, inakaa kama unawachwa. Sikiza, kuna vitu lazima vitolewe kwako kabla hujaingia next level. There are things, there are people, there are patterns you cannot go with them in your next level. Kuna vitu, kuna watu huwezi enda nao katika next level, lazima uache. Sasa Mungu anakutenganisha, Mungu anakudisconnect. Sikiza, he disconnects you to connect you. He disconnects you to connect you. Kuna vitu vitakatwa, kuna vitu Mungu ataviondoa. Bwana Yesu asifiwe. Anakutengeneza. Sikiza, kabla ya Mungu kumtumia Abraham, mlango wa 12 Mwanzo mstari wa kwanza, Genesis chapter 12 verse 1, Mungu anamuita Ibrahimu, anamwambia toka kwa watu wako, toka kwa ukoo wako, uende nchi nitakayokuonyesha. Always God will separate you. And when God separates you, I want to say, separation at this time is not punishment. Separation is not punishment. Wakati Mungu anatenganisha hivyo, he's not punishing you. At this time, separation is positioning. Ile kutenganisha ni kwamba Mungu ndio anakuweka kwa nafasi ya sawa. He separates you to position you. He removes the unnecessary. Anatoa vitu ambavyo visivyofaa. He removes the ordinary. Anaondoa vitu vya kawaida so that he can bring the extraordinary, ili alete vitu ambavyo si vya kawaida. Number 7. Sudden appearance of destiny helpers. Wakati wa majira yako ya kufunuliwa, ama wakati Mungu anakutangaza, ghafla Mungu huinua wasaidizi. Na hawa wasaidizi wakija, they come with opportunities. Kuna watu mwaka huu Mungu atakutanisha na wao, na usipokuwa na macho ya ndani ya kuona, huwezi jua wamekubebea opportunities. You'll be surprised. Some of the people you meet this year, they'll open opportunities for you. I don't know who I'm talking to. It's a prophetic word. Kuna watu Mungu atakukutanisha nao mwaka huu, na there will be source of opportunities to your life. They come carrying opportunities. Na kuombea Mungu akupe macho ya kutambua. Na mwambie Mungu, nisaidie ya kwamba I will not push away my destiny helpers. So they come with opportunities. They come with clarity. Wengine hamjajua kile Mungu alichowaitia ama kile mtakachokifanya, lakini wanapokuja kwako wanakupatia clarity. Wengine ni opportunities za kibiashara. They will give you ideas. Umekuwa ukifikiria ufanye nini, but people God will use to give you ideas so that you can manifest. Be sensitive and be ready. Kuwa tayari, maana hao watakuja na majibu. These people, wasaidizi wa hatima wakija, wanakuja kukusukuma karibu na Mungu. Geukie mtu mwambie, wanakuja kukusukuma karibu na Mungu. Na wacha niseme kwa uwazi, when they come, they don't come to replace God. Hiyo liwe wazi. Destiny helpers do not come to replace God. Wasaidizi wa hatima hawaji kumuondoa Mungu na kumbadilisha kwa nafasi yake. But what destiny helpers come to do, they come to agree and support the plans and the purposes and what God has been doing in your life. Wanakuja kukusupport, kukutia moyo kwa kile Mungu tayari ameweka na anachokifanya. Kwa hivyo hawaji kumuondoa Mungu ama wao kuwa Mungu. Wanatumika katika kutimiza kusudi la Mungu
ndani ya maisha yako. Wakati Yesu amekufa, hana mahali pa kuzikwa, lakini Mungu akamuinua nani? Alimuinua nani? Joseph of Arimathea. Akaenda kwa Pilato akamwambia, nipatie mwili, maana alikuwa na mahali pa kuzika. Unajua si kila mtu alikuwa na mahali pa kuzika. Soma culture. Watu waliokuwa na makaburi ama mahali pa kuzika ni watu pia ni tajika, ni influential people, people who had say, watu ambao walikuwa wakisema watu wanasikia. Akikohoa watu wanaitika. Sikiza, kuna watu Mungu atainua. Sikiza, kangenda kachokora kaseme nipatie mwili wa Yesu nikazike, hangepewa. Sababu Pilato alimsikiza Joseph, maana alijua huyu ni mtu wa heshima, ni mtu na pesa zake, ni mtu ana takriba, sijui anahitaji Kiswahili, umeelewa? Ndipo saka achilia mtu. Mungu akuinulie watu hao ambao watakuwa wanasay, people with significance, people with influence, watu ambao wakisema wanasikizwa. Mungu akuinulie hao watu. Nasema Mungu akuinulie hao watu. Nasema hao Mungu akuinulie. Akisema huyu mpatieni kazi, unajikuta yeye hafanyi pale, lakini akikonnectia unapewa kazi. Unajua kuna watu makampuni hawako pale, lakini akikwambia ati hauna kazi, halo fulani natuma fulani mpatieni kazi, it is done, unaenda unapewa kazi. Maana amesema. Akisema kuna mtu nimetuma msaidieni, unafikiri kila mtu akipiga simu halo kuna mtu tumetuma msaidieni? Mungu akuinulie hao watu. Akuinulie hao watu. Nasema akuinulie hao watu. Oh my God. Akuinulie hao watu watakaokupeleka ili ukaingie katika kiwango kingine. Sikiza. Mathayo 5 mstari wa 14. Mathayo 5 mstari wa 14 hadi 16. Mathayo. Oh my God. Wacha tuanzie mstari wa 14. Mathayo. Umekumbuka tumeongea kuhusu nuru, light. Sikiza Mathayo 5:14 anasemaje? Anasema, nyinyi kina nani? Nasema kina nani? Ujieke hapo. Nyinyi, huyu ni nani anayeongea? Sikizeni niangalie. Huyu anasema hivyo ni nani? Yesu. Yesu anasema hivi, nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Anasema nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Sasa nataka usome hivi. Utasema nyinyi, utaweka jina lako. Ama mmesahau majina yenu? Uko tayari tusome pamoja? Alafu hii nyingine ya okay. Hii moja tu, nyinyi ni nuru ya ulimwengu. 1, 2, 3. Samora ni nuru ya ulimwengu. Weka jina lako. 1, 2, 3 start. Tena. Na anayesema hivi si nyanyako, ni Yesu, ya kwamba wewe ni nuru ya ulimwengu. Na umekuwa ujui, when God looks at us, he sees
sees us as light. Anatuangalia watu ambao wanahitaji kuonekana, anasema nyinyi ni nuru, na kuelezea kwamba kuna kitu ndani yenu. Anasema mji hauwezi kufichika ukiwa uko wapi? Juu ya mlima. Kwa sababu gani? When your season of manifestation comes, you cannot be hidden anymore. Majira yako ya kufunuliwa yakija, huwezi kufichika, maana wewe ni nuru ya ulimwengu. Arise and shine, for your light has come. Ni wakati ya wewe kuangaza, ni wakati ya nuru yako kuangaza. Geukia mtu mwambie, ni majira ya nuru yako kuangaza. Mwambie ni majira yako ya nuru yako kuangaza. Sikiza, ni muda wako uonekane. Sikiza, kwa muda mrefu umekuwa ukifanya vitu lakini vimekuwa vionekane, na kutabiria 2026 vile vitu umekuwa ukifanya utaanza kujulikana. Watu wataanza kuona vile ambavyo umekuwa ukifanya. Ujuzi wako umekuwa uonekane. Nasema ni marufuku kuendelea kufanya mambo ambayo umekuwa ukifanya, vitu vya maana na watu hawatambui, watu hawa appreciate. From this year, may they begin to appreciate what you are doing. Kila umekuwa ukifanya kwa ndoa yako, watu wamekuwa waoni. Kila umekuwa ukifanya kwa jamii yako, watu wamekuwa waoni. May this year you be manifested. Mwaka huu uonekane. Usifichike tena. Usipigie Yesu, si mimi, Yesu makofi. Yeye aliyesema wewe ni nuru. Wewe sikiza. Tende pole pole. Mstari wa 15 anasema hivi: wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya uvungu, bali juu ya kiango, nayo yawaangazia wote walio ndani ya hiyo nyumba. Sikiza, wakati umepita wa kuficha taa zetu. Majira yamefika, taa zetu lazima zionekane. Anasema taa iliyowakwa haifichwi chini ya uvungu, inawekwa juu, ndiposa watu wakiangalia nyumba yote iangaziwe. Nasema when God lifts you, wakati wewe utadhihirishwa na kuonekana, itakuwa ni uponyaji kwa nyumba yenu yote. Itakuwa ni uponyaji kwa familia yako yote. Itakuwa ni uponyaji kwa ukoo wenyu wote. Anasema nuru ikiwekwa inaangazia nyumba yote. Natangaza kwa jina la Yesu, ushuhuda wako uwe wa ushuhuda wa jamii nzima. Nasema ushuhuda wako uwe ushuhuda wa jamii nzima. Kuinuliwa kwako kuwe kuinuliwa kwa jamii nzima. Wakati wowote Mungu akitaka kuinua jamii, utafuta mtu mmoja anamuinua na jamii inainuka. Natangaza kwamba unainuka. Inua mikono. Natangaza kwamba unainuka. Natangaza wewe ndio yule mtu Mungu atatumia kuinua jamii. Pokea, inuka, angaza. Muda wako umefika. Utukufu wa Bwana umeangaza. Mpatie Yesu makofi. Sasa mstari wa mwisho 16. Mko hapo? Tusome pamoja. Mathayo 5:16. Sote tusome. 1, 2, 3. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Turegelee tena, yani ni utamu. Sikiza, 1, 2, 3. Vivyo hivyo
nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Sijui kama umepata ufunuo hilo neno. Hujapata, tusome tena. 1, 2, 3 start. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Anasema nuru yenu. Sasa ushaelewa wewe ni nuru. Anasema nuru yenu iangaze mbele ya watu. Kuna kitu Mungu ameweka ndani yako, watu wanafaa waone. Sikiza, na hatujifanyi. Kuna muda inafika, watu lazima watakuona, watakutambua. Anasema, Kiingereza inasemaje? Inasema let your light shine. Let, yani wewe ndio una ruhusu, maana unaweza ificha. Nimekataa kuficha taa yangu. Geukia mwenzako mwambie, mwaka huu sifichi taa tena. Leo taa zote zilizokuwa zimewekwa chini ya uvungu tunazitoa. Nasema taa zote zilizokuwa zimewekwa chini tunazitoa. Na taa yoyote hata kwenye nyumba wewe inakaa juu. Kweli ama uongo? Ukiangalia hata hizi taa zetu ziko chini. Wewe ni nuru ya ulimwengu. Nafasi yako ni juu, nafasi yako si chini. Na tabiri utakuwa juu, utakuwa juu. 2026 utakuwa juu. Portion yako ni juu, nafasi yako ni juu. Nasema wewe ni juu. Patia Yesu makofi. Hata koroboi, najua sasa hakuna watu wanatumia koroboi. Hata chimni, mnakumbuka hizo taa zinaitwa chimni? Sijasahau mke wangu, unajua tulipoana tulipewa chimni kama gift, one of the gift tulipoana 2007. Yani watu wana mahesabu. Tukaletewa chimni, katika zawadi tulipewa paka kibiriti. Unakumbuka? Paka kibiriti, hata paka sabuni ya panga. Watu nao kwa zawadi jamani. Tukapewa chimni. Na unajua tukiwa umeingia hivyo, saa nyingine umeme hakuna, nyumba zingine zilikuwa zina umeme those days. Unakuta unawasha nini? Kachemni. Lakini wakati wowote, hata kama ni chemni, uwashi chemni uweke chini, utaweka juu ya meza ama weka juu ya jabati. Nuru huwa inakaa juu. Natangaza leo, chochote kilichokuwa kinyume na Mungu kiko chini yako. Nasema chochote ambacho si cha Mungu kiko chini yako. Nasema chochote kiovu ambacho si kusudi la Bwana kiko chini yako. Wewe kama nuru uko juu. Nasema uko juu, na kuona ukiwa juu, na kuona ukiwa juu kwa finance zako, kwa fedha zako, uchumi wako, huduma yako, na kuona ukiwa juu. Pokea. Patie Yesu makofi. Kwa hivyo taa inawekwa juu, hata koroboi ikiwepo inawekwa juu. Sasa anasema nuru yenu iangaze mbele ya watu. Yesu mwenyewe ametupa ruhusa tuonyeshe taa zetu kwa watu. Kwa hivyo hatujifanye, tunaangaza. Anasema vivyo vivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona. When you manifest, kwa nini Mungu anataka umanifest? So that people can see. Mungu anafanya makusudi ili watu waone. Anasema waone matendo yenu. Matendo yenu, kuna matendo mema ambayo umekuwa ukifanya mama kwa muda mrefu, lakini ni kama watu hawaoni. Kuna watu umewafanyia mema, wameenda wakisema uliwafanyia mabaya. Kuna watu wameinterpret mema uliowafanyia. Sikiza, majira yako yakifika ya kufunuliwa, unayotenda yatakuwa ni mema, yataanza kuonekana.
Nasema yataanza kuonekana ni mema. Wale waliokuwa nasema umewafanyia mabaya na haukuwafanyia, majira yakifika wataanza kuona mema yako, wataanza kuona mazuri yote uliowafanyia, uliowasaidia. Wengine wakakunena vibaya, watakwambia pole jamani, ulitufanyia vizuri lakini tulikuongea vibaya. Sikiza, majira yako yakifunuliwa, yakifika, mnakumbuka Musa, huyu Musa aliua adui aliyekuwa naua ndugu yake, si ni kwa? Alikuwa na nia nzuri. Siku nyingine akaenda akikuta ndugu zake wanapigana, akawatenganisha, akamwambia, wewe tunakujua, usituletee. Si wewe ndio uliua wale wengine, pia unataka kutuua? Watu hawamuelewi, na yete alikuwa na nia nzuri. Unajua kuna saa nyingine unafanya kitu kizuri kwa nia nzuri, unashangaa watu wanaona kwa nia mbaya. Na waliposema hivyo, wakafanya Musa atoroke, because hawaelewi. Mimi kwa hapa Bwana kuwasaidia, mimi ni brotherman wenu, yambia wewe. Lakini majira yake aliyofika, yule waliomkataa, jiwe ambalo waashi walilolikataa, ndilo hilo jiwe limekuwa jiwe la pembeni. Musa yule waliomkataa, ambao hawakumuelewa wakati ule, aliporudi akasema, Mungu anasema waachilie watu wangu waende wamwabudu. Wakamsikiza Musa, maana ilikuwa ni majira yake ya kufunuliwa. Lakini kabla ya kwenda jangwani, wasingemwelewa, wasingemsikiza. Lakini akiwa amerudi na nguvu za Mungu, walimsikia, maana majira yalikuwa yamefika. I want to say this prophetically. Mungu akija kukusaidia katika majira yako ya kuonekana, utashangaa mahali pale, I'm talking to someone, mahali pale ulifail last year, utashangaa the same place this year you will not fail. Hamjapata pale ambapo ulishindiwa, majira yakifika yawe kuonekana, pale ndio utakaposhindia. Kina Petro pale walikaa usiku mzima hawajavua samaki, wanafua neti zao. Lakini majira yao Yesu akatokezea pale, akawaambia, rusheni nyavu kilindini. Wakavua samaki mpaka wakashtuka. Wakati waliweka nyavu, samaki ziliwachenga. Katika majira yako Mungu akiyatangaza, zile samaki zimekuwa zikikuhepa, zile samaki ambao zimekuwa zikihepa neti yako, katika haya majira zitajikuta zikiwa ndani ya nyavu yako. Natangaza kwa jina la Yesu, chochote chema Mungu alichokupangia kwa faida yako, ambacho kimekuwa kikikukwepa miaka mingi, mwaka huu wa 2026 neti yako ikabebe mafanikio, baraka, ushindi, furaha, amani na vyote vyema katika jina la Yesu. Mpatie Yesu makofi. Hiyo neti ilishika. Andiko la mwisho alafu tumemaliza. Mika mlango wa 4 mstari wa 1 hadi wa 2. Mika, najua ni vitabu hatuvisomi sana. Tuanze mstari wa 1. Tuko Mika mlango wa 4 mstari wa 1. Mika mlango wa 4 mstari wa 1. Mstari wa 1. Tuko hapo.
Tumefika. Okay, 1 2 3 start. Lakini itakuwa siku za mwisho ya kwamba mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima, na watu wa mataifa watauendea makundi makundi. Anaongea kuhusu mlima, nataka kusema wewe ndio mlima wa Bwana. Sema mimi ndio mlima wa Bwana. Sema mimi ndio mlima wa Bwana. Na Biblia inasema siku za mwisho mlima wa nyumba ya Bwana utaninuliwa juu ya milima. Unasikia? Juu ya kuna milima ndio, lakini huwa kwako utakuwa juu ya milima. Hayo ni majira ya wewe kufunuliwa. Kuna milima mingine, lakini wa kwako utaonekana zaidi kuliko milima mingine. Niangalie hapa. Wangapi wameshaona mlima wa Kilimanjaro? Wanaonaga mlima wa Kilimanjaro. Mnajua mlima wa Kilimanjaro uko Moshi, uko mbali sana, na hatujawahi fika huko, si ni kweli? Nikuulize, sijui pia unajua kuna milima mingi hapa na kuendelea. Lakini unajua ni kwa sababu gani unaona Kilimanjaro? Maana huo mlima umeinuliwa juu zaidi ya milima mingine. Kuna milima mingine mwaka huu, lakini mlima wako utakuwa noticeable. Mlima wako utaonekana zaidi ya milima mingine. Mlima wako utainuliwa juu ya milima mingine. Utainuliwa juu ya milima mingine. Mnaweza kuwa nyote ni walimu, sawa, lakini my God, walimu wako utakuwa tofauti na walimu wengine. Ndio, nyote ni wana biashara, lakini biashara yako mwaka huu itakuwa tofauti na biashara zingine. Inawezekana nyote mnauza tomato, lakini kuuza tomato kwako ni tofauti na wengine wanauza tomato. Inawezekana mnauza machungwa, lakini kuuza machungwa kwako mwaka huu itakuwa tofauti. Mlima umeinuliwa juu ya milima. Alafu inanifurahisha, inasema na watu. Sema na watu. Na Mungu akusaidie, wacha kuona watu kama viatu. Mlisikia ule wimbo, watu ni viatu? Sikiza, ni uongo. Watu, sema watu. Anasema na watu wa mataifa watauendea makundi makundi. Kiingereza inasema and people shall flow unto it. Kwa sababu ndio mlima unaonekana, watu watakuwa attracted kwa mlima wako. Mungu akikuinua, akikufunua, akikutangaza, watu watakuona, watu wataletwa kwako, vitu vitaletwa kwako. Sikiza mstari wa 2, anasema na mataifa mengi watakwenda. Unaona hapa sasa, amesema paka mataifa, yani watu wa nchi zingine watakwenda na kusema, njoni twende juu ya mlima wa Bwana na nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake, nasi tutakwenda katika mapito yake. Kwa maana katika Sayuni itatoka sheria na neno la Bwana litatoka Yerusalemu. Kwa jina la Yesu. Patie Yesu makofi. Umeonekana, umefunuliwa, mpaka watu wanakuja na kutaka kujua huyu Mungu wako. Wakati Mungu atakudhihirisha na kukutangaza,
people would want to know you are God. People would want to know, ni kanisa gani unaendaga? Ni maombi gani wewe unaombaga? Kuna tofauti. Hebu niambie siri. Ni siri gani ya mafanikio yako? Niambie nifanyeje? Niambie nifanyeje? Oh, may God make you to be a source of solution. Nasema Mungu akufanye uwe chanzo cha majibu. Wakati watu wanaangalia, wanahangaika, hawana majibu, may God make them to locate you. Mungu awafanye wakuone ili uwapatie suluhisho ya mambo wanayopitia. Maana mlima wako umeinuliwa na nuru yako imeangaza na haiwezi kufichika tena. Leo kwa jina la Yesu natangaza hautafichika tena. Natangaza hautafichika tena. Nasema hautafichika tena. Mwaka huu na kutangazia ya kwamba ni majira yako ya kufunuliwa. You cannot be hidden anymore. Nasema mizimu haiwezi kukuficha tena. Nasema laana haiwezi kukuficha tena. Nasema nguvu za giza haziwezi kukuficha tena. Natangaza ni majira yako ya kudhihirishwa. Natangaza ni majira yako ya kuonekana. Natangaza ni majira yako ya nguvu za Mungu kuonekana. Natangaza ni majira yako ya utukufu wa Bwana kuonekana. Natangaza ni majira ya kile Mungu amekuwa akifanya ndani yako kuonekana. Go and manifest. Nenda uangaze. Nenda uangaze nyumbani, kazini, shambani, kwenye biashara. Natangaza go and shine in the name of Jesus. Patie Yesu makofi. Kwa wale ambao wanatutazama, ni muda wako wa wewe kuangaza. Ni majira yako ya Mungu kukuonyesha kwa watu kwamba huyu ni mwanangu naipendezwa naye. A seal of approval God is about to release in your life. Mungu anaachilia muhuri. Waliokukataa watakukubali. Mambo ambayo ulishindwa last year, this year, Mungu atakuwezesha, utashindwa tena. Mahali ulikataliwa mwaka jana, mwaka huu utakubaliwa. Baba, katika jina la Yesu, natangaza katika majira haya, watu hao wanatiwa nguvu, wanaowezeshwa, wanaenda viwango vingine, na utukufu na sifa zinakurudia wewe. Wasaidie, nuru yako iangaze, ukadhihirishe kile ulichoweka ndani yao. Vipawa, karama, upako ulioweka uonekane mwaka huu. Majibu yakaachiliwe kwa maisha yao. Natangaza neema hii inaachilia ushuhuda. Mwaka huu, let there be testimonies in every area of their lives. I bless them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Mungu akubariki sana. As you live this year, go and manifest. Nenda ukaangaze. Nuru yako iangaze. Usifiche tena. God bless you. Tupigie Yesu makofi. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako.